Takriban miaka mingi iliyopita Raila Odinga amekuwa kama picha ya upinzani katika taifa hili. Lakini kwa vile tunaona ama mwelekeo wake kwa sasa, tangu aanze kupigania kiti cha Afrika, akose kiti hicho, harejee tena, amesema atatangaza msimamo wake. Lakini kwa maono ya wananchi wa Kenya, ama vile tunavyoona kama wananchi, ni kama ameengemea upande wa serikali. Je, kuengemea upande wa serikali kwa Raila Odinga kutadhoofisha upande wa upinzani? Na pia ili tujibu maswali haya kwa pamoja, kumekuwa tangu miaka mingi ambayo imepita, ushikamano wa upande wa upinzani umekuwa ukienda tete sana, kwa sababu kila mmoja anataka kuwa ndiye anapeperusha bendera. Upinzani tunaotarajia kutoka kwako Kalonzo Musyoka na wengine, pengine utakuwa na nguvu na msisimuko kama ule ambao tumekuwa tukiuona wakati wa Raila Odinga, ambaye amekuwa akiongoza upinzani kwa miaka mingi. Sisi hatumuelewi Raila Odinga, na nimesema juzi nilikuwa na interview. Hatujui vile anataka, na tunangojea atoe msimamo ndio tujue vile tutakaa na yeye. Kama ataamua kuchafua legacy yake ya miaka hii yote na kuunga Rais William Ruto mkono, hiyo ni haki yake, na sisi hatuwezi mzuia. Lakini hiyo haina shida yoyote, kwa sababu zile kura alikuwa nazo, ndani yake iko kura mingi sana ya Kalonzo Musyoka. Hiyo itakuwa imeondoka. Pale Kisii imeondoka. Pale kwa Mlima alikuwa na kura 1.1 imeondoka. Kwa hivyo hakuna kitu kubwa sana atapelekea Rais William Ruto. Number 2, huyu Rais William Ruto amewachwa na kila mtu. Kanisa ambaye ziliunga yeye mkono zimemuondokea. Watu ya Mlima tuliunga yeye mkono 3.5 million tumeondoka. Watu wako na payslip, hao wafanyikazi wote wakiwemo nyinyi wanalalamika sana. Kila mtu ya payslip, na payslip holders ni karibu 3.5 million wamemuondokea rais. Hii watoto wetu wa Gen Z ambaye watachukua kura karibu 9 million hawako na yeye. Hata Raila akimuunga yeye mkono tutamshinda. Mimi nataka nikwambie, itakuwa ni vile Raila ataamua. Kama ataamua akisimame na upande wa Kenya, atakuja tuketi tuulizane atachezea wapi, ni wapi anaweza shika namba katika timu hii. Tuone mzee wetu ako na credentials yake, tunaweza fanya kazi na yeye akitaka. Kama atataka kuenda kumsaidia William Ruto ambaye amewachwa na kila mtu, ni haki yake, na sisi hatushughuliki. Sisi tuko na plan na nzuri, na tumesikiza Wakenya. Tunajua Wakenya wanaangalia sisi kama viongozi tuwapatie plan. Wakenya wameamua ya kwamba William Ruto ataenda nyumbani. Hiyo wameamua. Ile wanataka kujua kwetu kama viongozi, mmepanga namna gani ndio tuhakikishe ya kwamba tumeleta uongozi mpya ambaye itashughulikia Wakenya, ambaye itapunguza gharama ya maisha, ambaye itaheshimu Wakenya, ambaye italeta maendeleo, ambaye itahakikisha ya kwamba mahospitali yanafanya kazi, ambaye itahakikisha ya kwamba program ya health ya insurance inafanya kazi. Hiyo ni jukumu letu. Kwa hivyo sisi tuko pale na tunatosha kuweka upinzani mkali kwa Rais William Ruto, na tunatosha pia kuunganisha Wakenya kuleta serikali mpya, Raila akiweko asipokuweko. Hatuna shida kubwa sana. Itakuwa ni yeye amue which side of history he wants to be in. Kama anataka kuungana na William Ruto kufinya Wakenya, anataka kuungana na yeye kuendelea kuharibu nchi, hilo litakuwa ni jukumu lake. If that's the way anataka legacy yake iishe, it's up to him. Hiyo ni decision yake. Lakini hatujafunga mlango. We are open. We are saying if ataamua to be on the side of Kenyans, we can have a discussion and see what role he can play in the liberation of our country. But irrespective of the decision he makes, sisi tuko sawa na tumepanga vizuri. Na when we listen to the ground, hata nyinyi mko huko kama mnasikia vile watu wanasema, na sio huko peke yake, ni kila pahali. Tuko sawa kabisa na tuko na mpango mzuri, na tutafaulu na tutapata serikali mpya ambaye itaokoa nchi hii, ambaye itaweka nchi hii kwa ile barabara ambaye inafaa.